Tena katika kipindi chako pendwa michezo na burudani, na hapa tuko katika kipindi cha simanzi mioni mzidi ya Mr. Gave. Kaka, tumekutana na Theo hapa, mmoja kati ya watu ambao wanajitotea jina kubwa sana kuhusiana na kundi lake lile la Makuku Kanseleleko, na hapa tuko katika mechi ya CH Bilombe dhidi ya Baraka Mosa, mmoja kati ya mashabiki wa timu ya Baraka Mosa. Lakini siku ya leo ni siku kubwa kwa upande wao na ni siku ya huzuni, ila tunatamani kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na yale yote ambayo yamekwenda kujili. Kaka vipi? Poa. Poa kabisa. Niko poa kabisa. Ya, asante sana. Nimekuona upo kinyonge sana. Shida ni nini? Unajua nipo kinyonge sasa hivi kidogo, tuna simanzi ya mtoto mkubwa msanii wetu wa Kibembe ambaye leo mjini Uvira ametupotea, Emri Gavu. Unajua sasa hivi umati wa watu au people, kila mtu moyoni uko huzuni. Japokuwa nipo mpirani hapa lakini na simanzi. Tena sana, tena kubwa sana. Asante sana. Na poleni kwanza sana kwa msanii. Asante sana ndugu yangu, tumeshapoa. Una kitu gani uenda cha kuiambia familia ya Mr. Gave na wasanii wa territory ya Uvira? Mimi cha kwanza cha kuambia familia, nitawaambia wajipe moyo na wazidi kujikubali. Mungu akipanga uga anapanga na Mungu akitoa uga anatoa. Na cha pili cha kuambia wasanii wa Uvira, sio tu Uvira, hata wasanii kutoka kambini. Cha kwanza, unajua yule ni msanii mkubwa wa Uvira na ni msanii ambaye kidogo alipeleka Kibembe sehemu fulani. Unajua kwanza Uvira si wabembe. Uvira ni ya Wafulero, sijui wengine. Lakini ushangi maji ni sasa hivi mziki wa Kibembe ndio umeshamiri Uvira. Umeshamiri Uvira na umepenya hadi Maburundi kule, umepenya kabisa. Mr. Gave alikuwa ni mmoja wapo legendary ambaye alifanya muziki wa Uvira uonekane na ujulikane. Na kingine kuhusu wasanii wenzake, na waomba washirikiane kwa pamoja kwa ajili ya msiba huu. Wasiache kushirikiana kuanzia wasanii sijui wa Uvira na wasanii wa kambini, hasa hapa kambini. Nafikiri sasa hivi wasanii wa kambini sasa hivi wanasema ile R&B. Kwa mchongo pia inafanyika wasanii hapa kambini, na hiyo siku na wasanii Kibembe pia nao wanafanya michango. Nafikiri hii mchango ikikamilika, nafikiri msaada huo direct utatumwa Kongo kwa ajili ifikie familia ili wazidi kuliza msiba. Kifupi, kwa upande wako msiba huu umewagusa nyinyi wakahaji wa Nyarugusu kwa kiasi gani zaidi ya msanii wenu ambao unasema kwamba pale Uvira ni nchi ya watu wengine, lakini mziki wa sasa hivi ambao umetawala pale Uvira ni mziki wa Kibembe, na yeye alikuwa miongoni ya kupeleka wale watu pale, na kifupi mlikuwa mnajivunia sana wewe msanii? Ndio, unajua Mr. Gave pale Uvira ni mtu mkubwa. Cha kwanza tulikuwa tunajivunia kwanza Mr. Gave. Unajua hapo awali kulikuwa msanii ambaye alitawala pale, alikuwa akitoa Pasli alipokuja akaja na moto. Bahati mzuri na bahati mbaya akaacha nani muziki wetu wa bongo to the world, akaacha muziki wa to the world, akaingia kwenye gospel. Akaja kwenye gospel. Sasa hivi anajiita Nabino Pasli. Sasa hivi kutoka Pasli alivyoacha ndo akafuata Mr. Gave. Pale kabisa ndo alikuwa legendary wa pale. Alikuwa ni Emri Gave kabisa. Lazima tuna simanzi kwa upande huo. Kifupi, unazungumziaje swala la mziki wa Professor Mairo ambapo alikwenda kusema kesho ni nani, wenda ni Jimmy Biobele au Mr. Gave, na leo yamemfika Mr. Gave? Je, unahisi kwamba katika kutunga ule mziki aliamini kwamba kila mmoja safari yake ni hiyo, na leo iliyomkuta Mr. Gave? Cha kwanza, Professor Mairo huyu ni mziki na ni sanaa, ni biashara. Ni biashara, anafanya biashara ili apate nini chochote. Ule mziki alitunga kitu ambacho kinakuja mbele na kinakuja. Unajua hii njia ni tu sote, ila aliimba sio labda kwa ubaya. Yeye aliimba tu kumaanisha, ila jema labda ndio amefanya hiki, hapana. Ile ni biashara, na aliimba labda leo ni Mr. Gave kweli alimuimba na kesho utakuta labda hata mimi hapa nipo miongoni, nisifiche kabisa. Inawezekana kabisa. Ni Brazilian. Ndio hivyo. Haya. Asante sana. Pengine tuzungumzie kitu kimoja kuhusiana na mchezo wenu dhidi ya Bilombe. Ni timu ipi ambapo Baraka Mosa mkikutana nayo huwa mnaweka nguvu sana kwenye timu ya Baraka Mosa, na tutegemee kitu gani kutoka kwa mafanisi wa Baraka Mosa, kwa sababu huwa mara nyingi sana mafanisi wa Baraka Mosa huleta kelele, vurugu nyingi sana kwenye michezo, hasa pale wanapoonekana kuwa filimbi ya mwamuzi haikuwa sahihi kwa upande wao? Cha kwanza, timu kama Bilombe si Baraka Mosa, uaga tunaga ni maji kwetu. Kwa hiyo maji cheki mpira mwanzo mwisho. Ni wetu. Ni yetu kabisa, possession sijui nini. Kila hatua ni yetu kuhusu Bilombe. Wale sasa hivi hapo ni kumeingia bao. Wamekataa eti sijui offside. Tumeona. Unajua Bilombe kwanza ni timu waga ambayo inaelewa na marefari. Na marefari na bodi. Hiyo ipo na kambini inajulikana. Lazima siku
Si kama mafans wa Baraka Mosa. Unajua gisi mpira wa kambini waga upo. Zile purukushani hazikosagi kabisa, hazikosagi zile fujo. Hazikosagi na Bilumbi ni timu ambayo kama amjengea nao kwenye hatua hii. Sijui purukushani. Maki uonevu lazima. Na ndio maana utakuta muda mwingi Bilumbi waga tunimiliki kimchezo na kiushindi pia. Asante sana. Pengine tutegemee kitu gani kutokana na mashabiki wa Baraka Mosa na zile kelele na vurugu nyinyi kama wasimamizi, watu wazito pale kwenye mashabiki? Maana tukisema mashabiki wa Baraka Mosa wanaposikia bwana Teo amesema kitu ni lazima watatii baadhi. So unajua wale mashabiki. Unajua siku zote shabiki fujo ndo kwake. Au zile porojo ndo kwake. Ila pale kuna watu wazima, si tupo wanatulizwa na wanatulia. Wakija hivi wanatulizwa na wanatulia na wanatii. Unajua mpira zina sheria zake. Ndio hivyo. Asante sana. Pengine mwaka huu Baraka Mosa budget ya mafanisi jinsi mlivyoiweka hadi sasa hivi mnataraji kuvuna kitu gani? Kwa sababu tumeona nguo za mafanisi ni nyingi, kofia ni nyingi ambazo wamechapisha Mosa ambapo ni jambo ambalo lipo, ila kwenu nyinyi mmezidisha kiasi kikubwa. Hata mimi mwenyewe nimetazama kwa macho yangu, tuliona maana kali fanisi, Feba fanisi kwenye sikukuu ya finali msimu jana msimu ambao umepita, lakini hazikukua kama hizi za kwenu. Kwenu nyinyi huwa mlifanya kitu gani? Ama kila mmoja anajinunulia mwenyewe ama kuna watu ambao wanaonekana na nguo kama cameraman? Hebu kwanza onyesha kwanza kwa upande ule mwingine. Tunaona hizo nguo za njano hapo bila shaka, na wadada ambao wanapita hapo na kofia, na hata Teo naye anayo. Kwa upande wenu hizi nguo mbona ni nyingi sana? So unajua hizo nguo ni nyingi. Unajua cha kwanza shabiki kama shabiki. Wewe kama ni shabiki wa timu, cha kwanza inabidi mjitegemee. Japokuwa kamati ipo itawatunza, ni kweli lazima kamati itunze shabiki. Na shabiki inabidi ajitegemee kama shabiki. Sasa hivi kwanza shabiki kwanza milie yetu ya hapa ya kempu. Mashabiki sasa hivi wana group lao ambalo wanaliunda. Group lao ndio sijui la WhatsApp. Ile group wakiliunda, unaona hapo kuna kuja mchango. Utakuta kila shabiki anaweka mchango wa shilingi 10,000 au 15,000. Unaona? Wakishoka hivyo sasa wanakuja kwenye bodi ile la kamati wani. Si tuna mchango wa shilingi kadhaa tunataka tuagize nini? Zetu tricot za mashabiki. Wanaambia hakuna shida, nyinyi agizeni tu. Wanaleta. Na kuna mara nyingine kunatokea udhamini wa kamati. Kununua t-shirt hizi t-shirt nafikiri hapa kuna t-shirt aina mbili. Kuna zimoja mashabiki walinunua kwa lao. Kuna nyingine kamati ilifanya kazi yake. Asante sana. Pengine kilichokuwa na mwanzo wa kikosi mwisho, nikizani umeburudika vya kutosha kutoka kwake Teo, moja kati ya watu ambao ni maarufu sana kambini. Unaweza ukajiuliza mpenzi mtazamaji wa MBL Online TV kwamba huyu kaka naye ni wa nini? Huyu hapa ndo msimamizi mkuu wa kundi ambalo linafahamika kama Kuku Kanseleleko. Ni kundi ambalo linafanya mambo makubwa kuangalia wasiojiweza, na katika hiyo kutoa misaada mbalimbali kwa watu kama wenye kuwa na hali fulani ambazo wewe mwenyewe utakwenda kuzionyesha hapo. Bila shaka ni sauti ya Braziliano kwa Mercedo, na kwenye upande wa kameramani nipo na Monde. Basi wahage mafanisi wote wa Baraka Mosa kwa neno moja. Na mafanisi wote wa Baraka Mosa tuzidi kupendana na tuzidi kuwa na kimoja. Na tushirikiane kwa hatua, tusiachane. Unajua mpira bila shabiki auendi, na shabiki ndio nguvu ya timu. Bila shabiki usitoboi. Asante. Bwana, tukutane katika vipindi vingine. Comment, subscribe upate huduma kama na hizi. Bye.